Yule mdogo akasema, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Huyu mdogo akapewa sehemu ya mali yake, na akaenda nchi ya mbali, akatumia na makahaba, akatapanya huko kwa maisha mabaya, na akamaliza mali zake zote. Lakini akakuzingatia moyoni, nitarudi kwa baba yangu, niende nikatubu, niende nikaombe msamaha, nimwambie baba, nimekosa mbele za mbingu na mbele zako, naomba unisamehe. Haleluya. Kijana akachukua hatua, akarudi kwa baba yake, akamwambia, nisamehe baba, nimekosa. Yule baba kwa sababu ya upendo na moyo wake wa ubaba akamsamehe yule kijana, lakini pia akampa vazi zuri, akampa mkufu shingoni, akampa na pete kidoleni, lakini pia akampa na viatu vya kuvaa. Kisha akaagiza watumwa wake, akawaambia, chinjeni ndama aliyenona, tufanye sherehe kwa ajili ya huyu kijana, maana alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Mungu atusaidie sana jamani. Haleluya. Huu ndio moyo wa Mungu ambao na watoto wa Mungu tunapaswa kuwa na huo moyo. Lakini tunaona wakati sherehe inaendelea kwa ule baba, yule kijana mkubwa naye anarudi. Aliporudi anakuta sherehe inaendelea, akauliza, kuna nini? Wakamwambia, ndugu yako amerudi. Baba amemfanyia 1, 2, 3, sherehe inaendelea. Yule kijana akakataa kuingia ndani. Biblia inasema wale watumwa wakamwambia babaye, kijana wako amerudi na amegoma kuingia ndani. Yule baba akaenda akamwambia, mwanangu vipi, mbona uingii ndani? Akasema, haiwezekani. Huyu mwanao aliyechukua mali, aliyetapanya, leo amerudi, umemfanyia sherehe, umemchinjia na kondoo, umemchinjia aidha mbuzi, umemfanyia sherehe kubwa namna hii, lakini mimi niko na wewe siku zote, mbona hujanifanyia haya? Mungu atusaidie sana. Unaweza ukawa na moyo wa namna hiyo, kwamba wengine wanapopokelewa, wanapofanikiwa, Mungu anapowabariki, Mungu anapowainua, unajisikia vibaya. Hapana, usiwe na moyo huo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Usiwe na moyo huo. Furahi na wanaofurahi, lakini lia na wanaolia. Huo ndio moyo wa Mkristo, ndio tabia ya Mkristo. Biblia inasema yule kijana mkubwa akiwa amekasirika akamwambia baba, haiwezekani, mimi nimekaa na wewe siku zote, hujanichinjia hata mwanambuzi. Naamini yule baba kwa sababu ya upendo wake, pengine aliweka mkono wake juu ya kijana wake mkubwa, na akamwambia, kijana, sikiliza, huyu mdogo wako alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Alikuwa amekufa, sasa amefufuka, yuko hai. Inatupasa kusherekea, lakini wewe kijana wangu, uko hapa nyumbani siku zote, vitu vyote hivi viko chini yako. Ungeweza kuchukua kondoo, ungechinja, ungefurahi na marafiki zako. Bwana atusaidie sana. Naamini kwa maneno ule baba, pengine ule kijana mkubwa pia alipona, japo maandiko hayasemi mwisho wake ulikuwaje, lakini bila shaka na yeye alipona, akafurahi pamoja na wengine. Sikiliza, mtu anapofanikiwa, ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni mpendwa wako, ni mshirika mwenzetu. Mungu anapomuinua, hebu tujisikie kama tumeinuliwa pamoja naye. Haleluya. Anaposonga mbele, tujisikie tumesonga mbele pamoja na yeye. Anapopewa huduma, tujisikie hiyo huduma ni kwa ajili yetu. Anapoinuliwa atuongoze, ameinuliwa kwa ajili yetu. Hebu tufurahi pamoja na huyo mtu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio maana wakati mwingine nguvu ya kuombeana imekuwa ni ndogo. Kwa nini? Hatutaki wengine wafanikiwe. Bwana tusaidie sana. Jamani, Mungu atuhurumie. Wakati mwingine nguvu ya kuombeana imekuwa ni ndogo. Kwa nini? Hatutaki mtu afanikiwe. Unataka wewe ndio ufanikiwe peke yako. Hapana, huo sio moyo wa Kristo. Huo sio moyo wa mtu aliyeokoka. Sio tabia ya mtu aliyeokoka. Bible inasema tuombeane. Kwa wewe muombe tu, akiinuliwa mshukuru Mungu, kwa sababu kuinuliwa kwake kutakuwa baraka kwako pia siku moja. Amen. Yesu atusaidie sana. Haleluya. Moyo wa kutokufurahia maendeleo ya mtu ndio unaangamiza kanisa, ndio unaliua kanisa. Mungu anatuinulia mtu mzuri au baraka kwa kanisa, tunaanza kumpiga mawe. Hapana, tumtie moyo asonge mbele, tumtie moyo ainuliwe. Hakikisha haui sababu ya mtu fulani kuacha huduma.
Haui sababu ya mtu fulani kuanguka. Hakikisha haui sababu ya mtu fulani kukata tamaa kwenye kazi ya Bwana. Hakikisha haui sababu ya mtu fulani kuanguka kiroho, kuanguka kihuduma, kuanguka kiuchumi. Hakikisha usiwe sababu. Lakini tuliookoka tunatakiwa kuwa sababu ya watu kuinuliwa, watu kubarikiwa, watu kusonga mbele, watu kukazana kwenye huduma. Tuwe sababu. Haleluya. Uwe sababu mtu ajisikie vizuri kumtumikia Mungu. Uwe sababu mtu ajisikie vizuri kutembea katika utumishi ambao Mungu amempa. Usiwe sababu ya kumfanya mtu akate tamaa. Ni mbaya. Yesu alisema inamfaa mtu anayekosesha wenzake afungiwe jiwe la kusagia, akatupwe wapi? Baharini. Sasa utapona? Manake anayekwaza mwenzake, anayefanya mwenzake afe kiroho, na yeye anastahili kufa, afungiwe jiwe la kusagia, akatupwe bahari ya Hindi.